Leo mwanamke wangu alikuja kunitembelea nyumbani. Sasa akiwa sebleni, mimi nilikuwa zangu chumbani nafanya mishe zangu na nini. Na wakati huo simu yangu nilisahau kwenye kochi. Sasa akiwa anaendelea kuchezea simu yake, simu yangu ikaita. Akaangalia kama anakuja, lakini sikuwa natokea. Ikabidi aichukue ile simu, angalie nani anapiga. Lakini bahati nzuri, haikuchukua muda sana ikakatika ile simu. Kwa hiyo ikabidi arudishie tu ilipokuwa na nini, vitu kama hizo mtu wangu. Kisha yeye akaendelea kuchezea simu yake kama kawaida. Haikuchukua muda sana, ile simu ikaita tena. Namba ile ambayo ilikuwa inapiga mwanzo. Na mimi bado sijafika muda huo. Kwa hiyo akaichukua ile simu ili kuangalia nani anapiga na nini. Muda huo mimi ndo naingia sasa sebleni. Nikajaribu kuitaka simu yangu nipokee na nini, nikaelezea sana yani, lakini hakunielewa. Unaweza kuniambia nani? Hiyo si ni simu, kuna mtu amenipigia hapa nataka kuzungumza naye. Tafadhali, naomba nipatie nimpokelee. Mtu Yaani mpaka umwekea makopa ananiambia mtu. Hivi unanichukuliaje mimi? Sasa nakuchukuliaje vipi wakati simu ni ya kwangu? Na alikuwa mkali vibaya mno. Kwa mimi nikataka ile simu niipokee, nikaongee naye, pengine ni masuala ya kazi na nini, lakini hakutaka. Akataka ipokee mwenyewe, lakini tukazozana pale, zuruguzana nini, akadondoka akajipigiza chini. Hey! Akazima pale pale. Hafurukuti, hafanyi chochote. Nikamshika, hapumui. Tikisa sana. Lakini kimya. Hey, nikajua nimeua. Si amekufa huyu? Jeli na niusu. Nimeua. Tikisa sana lakini kimya. Pale pale kuna mtu akagonga. Nani? Mlango ulikuwa unagonga tu na hajitambulishi yeye ni nani. Ikabidi haraka nimnyanyue ili niende nikamfiche ili mtu anayekuja huyu asije kumuona. Nikamnyanyua, alikuwa mzito kishenzi yani. Pambana sana kumnyanyua pale kwenda kumficha. Muda huo mtu anagonga tu, anataka nikamfungulie mlango. Nikamweka nyuma ya kochi. Ikabidi sasa nilisogeze ili kochi hapa. Nikalisogeza haraka ili kochi ili nimfiche kwa nyuma, ili hata kama mtu anayekuja akiingia huko ndani asimuone. Ndio mtu anagonga tu. Mimi hata sielewi nafanyaje hapa, au maaskari wamekuja. Sasa wewe umejuaje kama kuna mtu amekufa huko ndani? Nikarudishia kochi vizuri ili hata kama wakiingia ndani wasimuone kama kuna mtu kwa nyuma. Nikajifuta jasho, poteza ushahidi kabisa. Kisha nikatoka kwenda kumfungulia. Kumbe alikuwa ni mshikaji wangu amekuja kuangalia mpira. Hofu yangu sasa, huyu mshizi aliingia ndani asije akaona kilichotokea. Moyo wangu unadunda, yeye anajiongelesha mambo ya mpira. Mimi hata simuelewi. Muda ukaenda sana. Hadi kafika dakika 73. Muda huo ni moja, yani simuelewi anachokizungumza. Muda huo mimi nawaza kiumbe kichopo nyuma ya kochi hapa itakuwaje. Ananiuliza maswala ya mpira, mimi namjibu tu Belgiji, sijui Uhispania, simuelewi. Hofu yangu ni kubwa mno, huyu jamaa sija kaangalia akaona huku. Kidogo sana yani, umeona? Huyu amali huyu. Huyu amali mtu na musu.
We kipandisha mpira bana. Refa. Yaani vibe la mpira likuwepo kabisa. Ni kama mchiza kashtukia hivi. Kaka vipi? Mbona kama uko sawa? Nikamwambia mimi naangalia tu Belgiji, Hispania, yani najibu tu ili mradi. Yaani hakuna kitu ambacho nakielewa, hata mimi nacheka cheka tu kupotezea ushahidi. Jamaa kashtukia kochi. Alafu leo naona hata Isofa imesogea sana mbele. Sijui ndani kuna mavurugu gani. Nikamwambia kochi, nilikuwa nafanya usafi tu hapa, ndio maana yote hayo yametokea. Lakini iko sawa. Nikaficha sija kaona na nini. Yaani vibe kubwa. Mwisho wa siku ikaenda sana, yani muda ulienda mno. Hadi dakika 90 zikaisha. Muda huo Hispania alikuwa anaongoza 2-1. Maliza mpira huo ana. Mpira ushaisha. Anataka mpaka Ubelgiji achomone goli. Kwangu ni msala mzito mno. Sawa. Sasa hapa Hispania inakutana na Ufaransa. So Ufaransa kazi anayo. Ufaransa kazi anayo. Yaani safari hii Spain ilikombe tunabeba kwa mara ya pili. Yaani niliishi kwa mashaka mpaka mechi ilipoisha. Jamaa aliposema naondoka, yaani moyo wangu kidogo katulia. Nikajifanya na mimi niko Hispania tu hivyo hivyo, kwamba tukutane nusu finali, watacheza sui na nani, hata sielewi. Jamaa kanyanyuka, akawa amesepa. Hapo sasa moyo wangu katulia kwa sababu hajaona kinachoendelea ndani. Hajaona kila kitu ambacho kipo. Kaisha kuangalia mpira, japo dakika 90 zangu zilikuwa ni ngumu mno. Nilikuwa naona kama mwaka hivi. Nikarudi mkuku kuja kusogeza kochi ili nimtoe kiumba ambaye yuko huko nyuma ya kochi. Nikapambana kweli kweli yani. Muda huo moyo wangu unadunda mno. Hofu yangu asije akaja mtu mwingine huko, alafu mambo yakabadilika. Au yule jamaa aliona. Sije aliona yule. Akawa ameita maskari wakaja hapa na nini. Lakini hawezi kurudi. Nikambeba msobe nimtoe nje, nikamtupilie mbali. Sasa ile nimemweka tu hapa. Nikasikia mtu anagonga. Isije kama jamaa alishtukia hivi mchongo, akaenda kuita maskari wakaja hapa ili waje kunikamata, yani kanichomesha. Ikabidi nimweke yule mtu hapa kwenye kochi. Nikatoka nje kwenda kuangalia ni nani ambaye amekuja. Alikuwa ni mdogo wake Salome bana, amekuja kumtafuta hapa. Kumbe alimwambia kwamba Salome amekuja nyumbani kwangu, ndio amekuja kumuulizia. Mimi na hofu muda huo vibaya mno. Mbona usiku hivi? Kama nakuja kumuulizia sister. Yupo? Dadako? Alikwambia anakuja huku? Ya, of course aliniambia atakuja huku. Kwa sababu alimwambia anakuja huku, nikamwambia pengine itakuwa wamebishana njiani tu wakati anarudi nyumbani. Ametoka muda sio mrefu sana hapa. Jamaa naye asipo bila hata kujiuliza akakubali, akawa amesepa. Nikasema hii sasa ndo pona yangu. Kidogo nikashusha na pumzi. Bila kupoteza time, ikabidi niingie ndani msobe kwenda kuchukua ule mzoga. Sitaki kesi kabisa. Nikamchukua Salome, nikamtoa nje. Muda huo na hofu vibaya mna sija katokea mtu mwingine tena. Au kaka karudi hapa. Nikamshusha vizuri taratibu kabisa. Yaani sitaki hata mshindo usikike. Nina hofu vibaya mno. Ikabidi niende kutafuta sasa nini ambacho kitanisaidia kuchimba hapa. Wakati natafuta kuna mtu akaingia tena. Alikuwa mjomba. Kaniona. Mjomba naye alikuwa mfukunyuko vibaya mno. Anachunguza huyo. Lakini kwa sababu ameona,
Aliposogea ikabidi mimi nimwambie ukweli sasa. Nimwelezee kila kitu ambacho kimejiri. Mjomba, huu ni msala mzito. Kuna changamoto imetokea mle ndani. Huyu mtu unamuona hapa, tulikuwa na ugomvi kidogo kule. Kwa hiyo akadondoka chini, akajipigiza kwenye kichwa. Kwa unavyomuona hapa, hahemi wala hafanyi kitu chochote. Ameshakufa huyu. We mjomba. Kwa hiyo unataka kuniambia huyu mgomba huyu amekufa hapo ninapozungumza hivi. Kwa hiyo mjomba wewe umeua? Ni sauti kubwa. Watu wanasikia huko. Sawa mjomba. Sasa mjomba, wewe unamfanyaje huyu? Kwa hiyo nikabidi nimwombe mjomba tusaidizane tu ili kuhakikisha tunaficha huu mwili asije mtu akajua. Kwa hiyo nikamwomba sana mjomba hakikisha natafuta koleo au jembe tuje tufukie hapa, tuchimbe tumfikie ndani. Yaani hakuna mtu ambaye sitaki kabisa mtu ajue. Maana ni msala mzito sana huu. Kwa tunamfukia hapa mjomba. Kwa sababu mjomba alikuwa ananielewa sana, akakubaliana na mimi. Kwa hiyo huyu akawa timu yangu. Akaenda kutafuta jembe. Mimi akaniacha niko peke yangu. Baada ya muda zoezi likakamilika, tukafikia ule mwili wa Salome. Hakuna mtu aliyejua tofauti ya mimi na mjomba peke yetu. Nikamsisitiza kabisa mjomba sije kamwambia mtu. Maana yeye ni mtu wa vyombo sana. Akilewa tu anaweza akasema. Akanihakikishia kabisa hawezi kumwambia mtu hata kama akilewa. Nisikilize mjomba. Sasa hapo kutokana na mazingira mjomba, wewe niamini. Niamini mjomba, mimi nako hapa. Siwezi kumwambia mtu yote mjomba, siri yangu siri yako. Labda wewe ndo utasema mjomba. Muda huo tulikuwa na hofu vibaya mno. Pengine kuna watu watatusikia, lakini mjomba alikuwa anajiamini mno. Ananituliza yeye ndo kama ndo mtu ambaye kanituliza vibaya mno. Kienda kulewa huko, usizungumze chochote, maana nazijua pombe zilivyo. Mjomba, mimi nikilewa na kuwa skangaga. Mimi so mlopokaji kwa sababu mimi so mlevi mjomba. Mimi nakunywa na ni stare yangu. Lakini so mlevi wa kulopoka siropoke. Na kutokana na hii damu ya mtu saizi mjomba, ngoja kwangu kagonge nisije nikaweweseka nikamuota. Sasa mjomba kama ameniaga naenda kupiga vyombo. Akaniambia kabisa kwamba akifika huko yeye atakunywa vyombo vyake vizuri ili kupoteza hii damu ambayo tumeifikia hapa. Lakini akasisitiza hata mwambia mtu yote huko anakoenda. Na mimi nikamwamini kwa sababu ni mtu ambaye kanisaidia hadi hiki kitu nimekimaliza. Imani yangu ilikuwa na yeye kabisa. Alinisisitiza hata mwambia mtu yote. Na mimi nikamwamini, amekuwa mshikaji wangu. Na mimi mjomba namwamini mno. Lakini baada ya muda nikashtukia mjomba amerudi na mtu. Karudi na kakake Salome. Mjomba kanipoteza. Hapa ndo nikajua sasa hakuna siri ya watu wawili. Siri ni ya mtu mmoja peke yake. Ikizidi watu wawili tu umeisha. Mjomba kanichoma. Nimekwisha. Itakuwa kumwambia kweli huyu au kamficha? Nilisimama pale nikimwangalia mjomba huku moyo wangu ukidunda kama unataka kutoka kifuani. Muda ule nilikuwa nimeamini kabisa nimekwisha. Niona kama kila kitu kimeanguka juu yangu. Nilikuwa nimeanza kuwaza mambo mabaya kabisa. Kila mtu aliyekuwa anasogea nilikuwa namuona kama anakuja kunikamata vile. Mjomba kanitazama usoni kisha kaniuliza, "Mjomba, mbona kama umepauka?" Lakini nikashindwa hata kumjibu. Nilikuwa naangalia nyuma yake tu, nikihisi kama kuna mtu mwingine yuko pamoja naye. Ikabidi nimuulize, "Mjomba, umekuja mwenyewe au umekuja na mtu?" Mjomba akanikunjia uso. "Mtu gani unamzungumzia?" Aliponiuliza nikakaa kimya. "Usiwe na mawazo bwana mjomba. Kila kitu kitakaa sawa."
Ngoja nipeleke jembe basi. Nilisimama pale pale wakati huo namtazama mjomba naondoka. Kwa sawa. Alikuwa ameshika jembe begani akielekea zake huku akiniambia nisihofu. Lakini maneno yale hayakunipa kabisa amani. Nilisimama pale nje ya nyumba nikiwa nimechanganyikiwa. Nilikuwa najiuliza kama kweli nimefanya uamuzi sahihi kumwamini mjomba au vipi. Maana ukweli ni kwamba nilikuwa nimebeba siri kubwa mno. Ilikuwa siri ya maisha ya mtu. Nirudi ndani taratibu. Yaani kila kona ya nyumba ilinifanya nikumbuke kilichotokea. Ile kochi, ile simu, ile siku ambayo ilianza kama ugomvi mdogo lakini kaishia kubadilisha maisha yangu kabisa yote. Nilikaa kwenye kiti nikashika kichwa changu, sielewi. Huku najisemea tu, Mungu wangu, nimefanya nini? Nilianza kufikiria maneno ambayo mjomba alikuwa ameniambia. Siwezi kumwambia mtu yote mjomba, siri yangu, siri yako. Labda wewe ndio utasema mjomba. Lakini ghafla akili yangu ikaanza kunichezea mchezo. Nikaanza kumwona mjomba akirudi. Nilimwona akiingia ndani akiwa ameongozana na watu nyuma yake. Moyo wangu ulianza kwenda mbio vibaya mno. Nilihisi kama kila kitu kimeisha. Nilijiona nimezungukwa na watu wananiuliza maswali. Yuko wapi Salome? Umeficha wapi mwili wake? Kwa nini unaficha ukweli? Nilishtuka na kusimama haraka sana. Nilitazama mlangoni, hakukuwa na mtu. Nilikuwa peke yangu tu. Nikavuta pumzi ndefu mno. Hizi ni akili zangu tu zinanitesa. Lakini hofu haikuondoka kwangu. Nilianza kujiuliza, je, mjomba anaweza kweli kukaa kimya? Maana nilimjua vizuri mjomba. Alikuwa mtu wa kupenda kuzungumza. Alikuwa mtu anayependa kukaa na watu, kunywa na kusimulia mambo. Asije akasema huyu. Nilianza kuingiwa na hofu. Nilimwamini mtu mmoja. Anaweza kuniharibia maisha kweli huyu? Nilijaribu kujituliza tu. Mjomba amenisaidia. Hawezi kunisaliti yule. Hawezi kunisaliti kabisa. Lakini ndani yangu kulikuwa na sauti nyingine ikisema, usimwamini mtu yoyote yule. Usimwamini kabisa. Basi bana, ule usiku nilijaribu kulala lakini usingizi ulikuwa umekimbia vibaya mno. Kila nilipofumba macho nilimwona Salome. Nilimwona siku ile alipokuja nyumbani kwangu akiwa na furaha, tulivyokuwa tukicheka tukizungumza pamoja. Nilimwona akiniambia mambo yake yote yani. Unajua nini Nelu? Yaani mimi nikiwa na wewe nakuwa na furaha sana. Nakuwa na amani. Yaani nasahau kama nipo duniani na nitakufa. Maneno unayozungumza sio mageni sana, hasa kwenye jiji la Dar es Salaam. Wanawake wengi wanaambiaga hivyo wapenzi wao, lakini mwisho wa siku wanaachana nao tu bila sababu za msingi. Hiyo sio kwa mimi. Ninachokiongea na maanisha. Kama waamini nitolee barua uone. Halafu ghafla picha ikabadilika pale pale. Nikaanza kuona ile siku ya ugomvi. Nikaanza kujilaumu mwenyewe tu. Kama ningesikiliza tu, kama ningepokea simu mbele yake,
kama ningekuwa mtulivu. Lakini majuto hayakuwa na uwezo wa kubadilisha chochote kile. Nilikaa mpaka usiku wa manane nikitazama dari. Ghafla nikasikia kama kuna mtu anagonga mlango. Moyo wangu kapiga kwa nguvu. Nikanyamaza kimya. Lakini gonga iliendelea kusikika tena. Nilianza kutetemeka kwa hofu. Nikajiuliza, wamejuaje hawa? Nikasogea taratibu kuelekea mlangoni. Lakini nilipofungua mlango hakukuwa na mtu. Ilikuwa ni upepo tu ulikuwa unagonga mlango. Nirudi nyuma kwa hasira, nikaegemea mlango, sijui hata cha kufanya. Hofu ni kubwa mno. Hapo ndipo nilipogundua kitu. Kumbe tatizo langu kubwa halikuwa watu wengine. Tatizo langu kubwa lilikuwa ni akili yangu tu, ilikuwa inanichezea. Nilikuwa nimeanza kuishi ndani ya hofu yangu mwenyewe. Ikabidi nirudi kitandani tu. Chumba kilikuwa kimya sana. Nilikuwa nasikia tik tak. Ilikuwa ni saa ukutani. Yaani ni kama vile kila sekundi ilivyokuwa ikihesabu, ndivyo ambavyo muda ulikuwa ukibaki ili ukweli wote ujulikane. Nikajiambia, tuliza akili, tuliza. Lakini akili ilikuwa haitaki kabisa kutulia. Nikanyanyuka, kisha nikatembea kutoka chumbani hadi sebuleni. Lakini kila kona ya nyumba ilikuwa ikinirudisha kwenye kumbukumbu za siku hiyo. Nilianza kujilaumu mwenyewe. Kama ningekuwa mtulivu, kama nisingeng'ang'ania ile simu, kama nisingemruhusu azungumze, yani kama maswali yote hayakuwa na majibu. Niliketi kwenye kochi, nikainamisha kichwa changu chini. Nilikuwa nimechoka vibaya mno. Lakini usingizi ulikataa kabisa kunijia. Muda nao ukazidi kusogea. Nje mbwa alikuwa akibweka vibaya mno. Lakini kwa kawaida nisingejali sana kubweka kwa mbwa, maana ilikuwa kawaida sana. Lakini ule usiku, kila sauti ilikuwa ikionekana kuwa ya ajabu. Nikaanza kuhisi kama kuna mtu anatembea nje ya nyumba. Nikainuka pole pole ili kuchungulia dirishani. Lakini hapakuwa na mtu. Ninaanza kuogopa kila kitu sasa. Ni nani anayetembea huko nje? Asubuhi ilipoanza kuchomoza ndipo nilipata usingizi wa dakika chache aisee. Lakini hata huo usingizi haukuwa wa amani kabisa. Niliota Saloma amesimama mlangoni, hakuwa anasema kitu. Alikuwa ananiangalia tu.
Nilijaribu kumwita Salome. lakini hakunijibu. Aligeuka kisha akaanza kutembea. Nikaanza kumfuata kwa nyuma. Kadri nilivyokuwa namkaribia, ndivyo alivyokuwa nazidi kuwa mbali. Lakini ghafla nikasikia sauti ikiniita kwa nguvu, Nelson! Nilishtuka kutoka usingizini. Moyo wangu ulikuwa unapiga kwa kasi mno. Ilikuwa ni simu yangu inaita. Niliichukua huku natetemeka mno. Mjomba. Lakini sauti yangu ilionyesha wazi kwamba sikuwa sawa kwa wakati huo. Mjomba akanyamaza kwa sekunde chache hivi. Mjomba, vipi tena? Sauti yake ilikuwa ya kawaida kabisa, ni kama hakuna jambo kubwa ambalo limetokea jana yake mazee. Ikabidi nimuulize, Mjomba, umesalimika? Nimesalimika? Mbona sauti yako imekata tamaa hivi? Nikakaa kimya kwa sekunde kadhaa hivi, nikasema nimekuwa na mawazo mengi sana mjomba. Mjomba akacheka kidogo na nini, kisha akasema, mimi nilikwambia usijipe mawazo, kilichopita kimeshapita. Lakini mjomba, ninaogopa hapa. Unaogopa nini? Naogopa watu wakijua. Mjomba akavuta pumzi kisha akasema, nisikilize mjomba, ukianza kuonyesha hofu mbele za watu ndo ataanza kukushuku. Jiendeshe kama maisha kawaida. Na kama akimuulizia Salome je? Utasema ukweli unaojua. Alikuja kwako na akaondoka. Hivyo ndo natakiwa useme. Usipunguze wala usiongeze. Muda huo nilibaki kimya tu. Kwa mara ya kwanza nikagundua mjomba ametulia kuliko mimi. Baada ya muda akaniambia, haya, naomba unisikilize. Leo usikae ndani muda wote. Toka nje, nenda kanunue hata chai huko. Watu wakikuona unaendelea na maisha yako ya kawaida, watashindwa kukushuku. Sijui umenielewa mjomba? Sawa mjomba. Na kingine, usinipigie simu kila baada ya dakika. Hiyo inaweza kutuletea shida. Ukiwa na shida ndo unatakiwa unipigie. Sawa mjomba. Ikabidi nikubali tu. Baada ya maongezi mjomba akakata simu. Nilibaki nimeishika simu mkononi kwa muda mrefu sana. Nilikuwa najaribu kufuata ushauri wake, lakini moyo wangu ulikuwa umekataa kabisa. Ikabidi nijiandae ili nitoke nje. Basi bana, kwa mara ya kwanza tangu lile tukio limetokea, nilikuwa natembea mitaani sasa. Lakini kila mtu aliyekuwa ananipita, nilihisi kama ananitazama usoni. Mara nijiambie labda wanajua. Halafu nikajisahihisha mwenyewe, hapana, itakuwa ni mawazo yangu tu. Nilitembea kwa muda mrefu sana hadi nikafika kwenye kibanda cha chai. Chai ilipoletwa nikaanza kunywa na nini, lakini watu wote waliokuwepo pale walikuwa wanazungumzia habari za mpira, siasa na maisha yao ya kawaida tu. Hakuna hata mmoja aliyekuwa anamzungumzia Salome. Hapo kidogo moyo wangu ukatulia sasa. Nikanywa chai yangu haraka haraka ili niwahi kurudi nyumbani. Lakini nilipokaribia kufika nyumbani nikakutana na kitu cha ajabu mno, kikanifanya nigande. Hey! Mbele ya geti langu kulikuwa na gari nyeusi imeegeshwa. Sikuwahi kuliona hili gari kabla. Nikaanza kujiuliza mwenyewe, gari ni la nani hili?
Baada ya sekunde chache, mlango wa gari ukafunguliwa. Mtu aliyekuwa ndani ya gari akawa ameshuka, akanitazama moja kwa moja mimi mwenyewe. Kisha akaniuliza kwa sauti ya utulivu mno, samahani, hivi hapa ndo kwa Nelson? Moyo wangu ukapiga kwa nguvu mno, lakini nikajikaza tu nisionyeshe hofu yoyote ile. Nikajibu kwa sauti ya kawaida mno, ndo nyumbani kwa Nelson na Nelson ndo mimi. Sikujua huyo mtu alikuwa anataka nini, lakini nilihisi majaribu yangu yalikuwa ndo yanaanza sasa. Nimekuja kuulizia jambo moja. Jambo gani? Nilikuwa namtafuta Salome. Nilihisi kama dunia imesimama. Jina lile liliposemwa tu, nilihisi mwili wangu wote umepoa, lakini nikajifanya kawaida tu. Nikamuuliza, Salome? Ndiyo. Si alikuwa anaishi huko karibu? Nilikaa kimya kidogo. Kichwa changu mawazo yalikuwa mengi mno. Nilijiuliza, huyu ni nani tena? Anamjua Salome kwa kiwango gani? Amekuja kwa sababu gani? Nilijikaza kisha nikasema, unamtafuta kwa jambo gani? Akasema, nimejaribu kumpigia simu siku kadhaa lakini haipatikani. Nikasema ngoja niulize. Nikaanza kupata wasiwasi zaidi. Siku kadhaa? Ndiyo. Nikameza mate kwa hofu kubwa mno. Nilijua napaswa kujibu kwa umakini sana. Labda yupo kwao au ana shughuli zake anafanya. Yule mtu akanitazama usoni kisha akauliza, lakini wewe si ndio ulikuwa naye jana? Swali lile lilinifanya nikae kimya. Nilihisi kama ameshika sehemu ambayo sitaki kuguswa hivi. Umesikia wapi? Kisha akasema, watu wameniambia kwamba mara nyingi amekuwa anakuja huko. Nikavuta pumzi. Kisha nikamwambia, ndiyo, alikuwa anakuja. Na mara ya mwisho ulimwona lini? Aliponiuliza hivyo tu, nikahisi pressure imeongezeka mazee. Nikatafuta maneno ya kusema na nini. Nikamwambia, alikuja hapa lakini akaondoka. Alienda wapi? Aliponiuliza hilo swali likanigonga zaidi. Nikamtazama yule mtu bila kujua ni mjibu nini. Bahati nzuri ni kwamba simu yangu ikaanza kuita. Nikaitoa kwa haraka sana. Alikuwa ni mjomba. Samahani, naomba nipokee simu mara moja. Kwa sekunde moja tu nilihisi kama ile simu imenisaidia sana. Ikabidi niende pembeni kidogo. Halo mjomba. Uko wapi? Wakati naongea na mjomba, nilitazama upande wa yule mtu. Upande wa pili ukawa kimya. Nipo nyumbani. Kuna jambo nilikuwa nalifikiria. Kuna mtu amekuja kumuulizia Salome. Mjomba, usimuonyeshe hofu yoyote. Zungumza kawaida. Sawa. Na usiseme chochote ambacho hujaandaa kusema. Nikakata simu. Kisha nikarudi kwa yule mtu tena. Alikuwa bado amesimama pale pale. Nikamwambia, samahani kwa kusubiri. Akatabasamu kidogo. Hakuna shida. Kisha akauliza tena, kwa hiyo Nelson, unajua Salome yuko wapi? Nilimtazama tu. Swali hilo lilikuwa rahisi kuulizwa, lakini jibu lake lilikuwa zito kuliko kitu chochote kile. Nilifungua mdomo kusema, lakini sauti ikagoma kutoka, kwa sababu nilijua nikisema uongo mmoja zaidi nitakuwa nazidi kuzama, na nikisema ukweli maisha yangu yote yangebadilika pale pale. Nilikaa kimya kwa sekunde kadhaa hivi, halafu nikasema, hata mimi pia sijui Salome iko wapi. Yule mtu hakujibu kitu.
lakini katika macho yake niliona kitu ambacho kilinifanya nihisi vibaya, kama vile alikuwa anajaribu kusoma kama nilikuwa nasema ukweli au la. Baada ya muda akasema, sawa Nelson, kama ukipata taarifa zake basi nijulishe. Akaingia kwenye gari lake kisha kaondoka. Nilisimama pale na mtazama kwa hofu mno. Hapo ndipo nilipogundua jambo moja tu, huenda tatizo langu halikuwa tena lile tukio ambalo lilitokea siku ile. Itakuwaje kwa sehemu ya 4? Hii ni Salome na mimi naitwa Rio.